tuathiri is how we think. Yani, angalia, sisi watu tuliookoka na watu ambao hawajaokoka, ukitufuatilia kwa karibu, utagundua tujatofautiana kwenye kuwaza, kwenye baadhi ya mambo. Kwa mfano kwenye uchumi, kwenye mambo ya ndoa, kwenye mambo ya maradhi, tunawaza the same. Wakati sisi ili tuwe na matokeo lazima kwanza tuwaze tofauti. Ndio maana Warumi anasema 12:2 anasema mkifanywa upya nia zenu, msifanane. Ile neno kufanana manake don't think, don't perceive things, don't take things in your mind kama wao wanavyochukulia. Anasema tofauti kubwa ya sisi na wao sio kwenye maumbo, sio kwenye viwango vya elimu, ni kwenye viwango vya kuwaza kwetu, kufikiri kwetu. Ndio maana Biblia inasema kama mtu awazavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Maanake hakuna kitu kitabadilika mpaka nibadilike kuwaza. Ili mradi ninawaza kwamba mtu akiumwa ukimwi lazima afe, kama sijatoka kwenye kuwaza kwa hivyo upone, kwa sababu ninawaza kama wao. Kama hajatoka kwenye kuwaza kwamba mtu mwenye kansa lazima afe, kama hujabanduliwa hapo, you die like them. I'm telling you the truth. Kwa moja ya kitu inatesa watu is how we think about the affairs of this world. Tuko kwenye hii dunia, tunawazaje kuhusu matukio ya dunia? Tunawazaje kuhusu magonjwa? Tunawazaje kuhusu maradhi? Wakati utakapowaza kama Yesu alivyowaza. Umeshaona wanafunzi wa Yesu wanaona dhoruba, wanachowaza ni kama watu wa duniani, tupunguze vitu kwenye meli ili isizame. Wanaona bado haisaidii. Yesu anakuja, yeye anawaza tofauti. Anawaza kushughulika na dhoruba, manake anawaza beyond nature, anawaza juu ya asili nasemaje. Ndio maana Yesu akatufundisha vitu ili vibadilishe mind. Anakuambia mliambiwa jicho kwa jicho, lakini mimi na change your mindset. Nakuambia muombe adui yako, mpende adui yako. Mliambiwa anayezini, mwanamke akikutwa anazini apigwe mawe mpaka afe, lakini mimi nawaambia amwangalie mwanamke kwa kumtamani. Unaona, anabadilisha mindset ili tuwaze. Ndio maana hata kwenye uchumi Yesu anasemaje? Sisi watu wa duniani wao wanapenda pesa, si ndio? Lakini sisi anasema usipende pesa. Si kwa sababu hataki tuwe na pesa. Amesema pesa ina majibu. Kwa nini? Anataka tu change kuwaza kwetu kwenye vipaumbele ili pesa isiwe kipaumbele. Ndio maana anasema utafute kwanza ufalme wa Mungu. Kuna vitu weka mbele kwanza, alafu hivi vingine utaongezea, wala sio shida. Anachozungumza pale, anajaribu. Umesha kujiuliza Yesu alipokutana na ule kijana tajiri wa Marko sura ile ya 10, akamwambia, Bwana, nifanye nini niweze kurithi uzima wa milele? Yesu akamwambia, mheshimu baba yako na mama yako, mpende Bwana Mungu wako, sijui usiue. Akasema nimeashika hayo tangu nikiwa mdogo. Yesu, Biblia inasema Yesu akamwangalia akampenda, manake alikuwa sahihi. Alafu Yesu akamgeukia akamwambia, nenda kauze vyote uwape maskini, alafu uje unifuate. Kumbuka Yesu aliwaambia watu wengi sana usinifuate. Hata yule jamaa kule wa Gerasi alimwambia usinifuate, lakini anamwambia nenda kauze unifuate. Manake nini? Manake ulikuwa unafuata fedha, nataka unifuate mimi alafu mimi nikupe fedha. Sio kwamba Yesu alikuwa anataka kumfilisi, no. Yesu kesho yake akamwambia Petro alipomuuliza tumeacha vyote tutapata nini? Akamwambia usijali, mtapata majumba, mtapata mashamba, mtapata kila kitu, mtakuwa matajiri. Kwa Yesu alikuwa anagombana na utajiri ule, alikuwa anagombana na mentality yake, mtazamo wake. Na kama ule jamaa angeuza angamfuata Yesu, angetufundisha namna ya kutoka kwenye utajiri wa kibabiloni wa kidunia na namna ya kupata utajiri wa kiufalme. Mungu anataka tupate utajiri tukiwa ndani ya ufalme, tukiwa hatuyumbishwi. Ndio maana niwaambia asubuhi, kuna mtu mmoja kule Nigeria nilimsoma, nafikiri yeye ni tajiri namba 2 baada ya kina Dangote na nini. Ana siku ya kukaa ndani siku nzima anamtafakari Mungu, alafu Jumamosi ni siku yake ya kwenda kuhubiri mtaani. Tajiri. Wanasema magari haya Mercedes Benz, Range, Lotus, BMW haziingii Nigeria bila yeye. Na unajua ndio magari yao. Very rich man. Yani tajiri. Kakaguo utaona utajiri wake, sijui dola mangapi. Lakini amestart strong kwenye ufalme. Hivi unajua wewe, sema nani anataka nimtolee mfano? Mtaki nijitolee mwenyewe.
Okay, wangapi walivyopata mtaji wa biashara wakawa busy, wakashindwa kuja kanisani katikati ya wiki? Hamtaki kunyoosha mkono. Okay, mimi nikuulize wewe, ukipewa milioni 800, wewe hapo milioni, mimi nimewaombea watu hapa walikuwa wa machinga, wamefungua maduka, waonekani kanisani miezi 8 sasa hivi. Kila siku baba niko busy. Yaani kaduka ka nini? Hivi unajua ndio maana walokole wengi hawatapata pesa. So Mungu akikutest tu. Hivi unafahamu? Mama, walokole wengi pamoja na hawa wanatoaga zaka za 20,000 kama Mafarisayo, za mchicha na mnyama. Hawa wakipata milioni 10 zaka au uioni, hawa wengi. Mama mmoja siku moja akastaafu akaniambia, mchungaji, tumediscuss na mwanangu, tumeona tusitoe zaka kwa sababu kuna uhitaji mkubwa kanisani, tuizungushe ili tulete kanisani hela kubwa. Sasa mimi sinaga ugomvi na hela za watu, nikasema okay sawa. Walipoizungusha siyo kwenye dhahabu fake, walipigwa pepe, na mimi nikakaa tu, umeinuliwa. Unajua, ngoja nikwambie, kama kuna kitu Mungu amenisaidia, sitaki pesa za watu, kwa sababu ukianza kushughulikia pesa za watu mtagombana. So pesa za watu ni mioyo yao. Ndio maana hujawahi kusikia kwenye hii madhabahu nikiitisha mchango wote unaonihusu mimi. Mara ya kwanza ilitokea, askofu wangu aliitisha hela ya tiketi, nilikuwa naenda South Africa. I never stand here, sijui kukuambia, sijui kodi, sijui nini, sijui nyumbani kwangu, never. Kwa kuwa ndio maana wale mnaofanya biashara mnajua, mimi huwa naenda sokoni. Siku hizi nakwepa vibanda vya wapendwa, na mwingine anamwambia narudi huyo. Kwa sababu gani? Huwezi wewe kunipa ndizi kwa sababu umeniona sokoni, sio kweli. Huwezi wewe kunipa shati kwa sababu umeniona dukani kwako, sio kweli, sio kweli, si ndio mzee? Kama ni Roho Mtakatifu ungewaza huu mkungu mzuri, unamfahamu mchungaji wow. Tena eti unataka mimi nije kuchukua mimi, nikija dukani kwako niuzie, mpendwa, fanya nini tena? Usinitapeli, usiniambie mchungaji kwa sababu ni wewe na kupunguzia bei. Umeshanikwaza. Wewe unauza bei gani? Siwezi, nitakwambia siwezi. Takuja chukua advance, takuja kuchukua nyingine, takutaleta naleta. Acha hii mambo hii ya eti nimekuja hotelini kwako, mkaangieni mchungaji, mpikieni mchungaji, usilipe. Nisilipe? Wewe umeenda kutalii, alafu nangojea wiki ijayo nije kwenye hoteli yako. Siji, nikwambie ukweli, siji. Yaani ukinipa vitu vya bure kazini kwako umenifukuza. Vya bure niletee madhabahuni, si ndio bwana? Ndio utajua kweli Bwana amekusemesha. Eti Bwana amenisemesha, pasta uchukue hivi viatu, wakati ndo naviangalia. Yaani sasa ndio Bwana amekusemesha. Basi hata ungekuwa na akili basi ungekauka, si ndio? Alafu siku nyingine uilete kwa mlango. Siku moja nilikwenda kwenye duka moja ya hardware, nikaona kiti fulani kakipenda, nikasema hiki kiti nakipenda. Bei gani? Sijui. Wakamuuliza bosi, bei gani? Alipojua mchungaji achukue. Nikamwambia